kumsikia Masihi kwa sababu amepakwa mafuta. Luka 4:18 Yesu mwenyewe anasema ya kwamba na roho ya Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta. Kwa hiyo kupakwa mafuta ndio kunaonyesha kwamba roho wa Mungu yuko juu yako. Lakini kupakwa mafuta kuishi hapo. Unapopakwa mafuta na roho wa Bwana, ni lazima atakupatia uweza, atakupa nguvu. Lakini pia lazima atakusaidia kukabiliana na kila upinzani ambao unakutana nao. Mungu wetu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa nini ni muhimu sana upakwe mafuta? Kwa sababu kwanza unahitaji nguvu. Unaelewana sawa sawa? Na hii jambo la pili, kwa nini ni muhimu sana upakwe mafuta? Kwa sababu unakutana na changamoto na upinzani kila wakati, na ni lazima ukabiliane nao. Kwa hiyo wale mafuta ndio yatakusaidia kukabiliana na upinzani. Mungu wetu asifiwe sana. Na Yesu alipata hiyo neema ya kupaka mafuta, akajawa na nguvu za Roho Mtakatifu, lakini pia akakabiliana na kila upinzani ambao alikutana nao. Jambo la pili ni roho ya hekima. Ndio tuliangalia. Hii ni roho ambayo inakusaidia kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kuna aina ya maamuzi hautaweza kukabiliana nayo ama kuna aina ya mambo hautaweza kuyatatua kama hauna hekima. Ni lazima hekima iwe juu yako ili uweze kuyatatua. Mungu wetu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria ya kwamba Yesu asingelikuwa na hekima wakati ule ameuliza swali ya kwamba je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari? Fikiria kama asingekuwa na hekima, kwa sababu kama angalisema si halali, inafaa watoe kanisani tu sadaka, wangesema kwamba anaipinga sheria, yani anakataa kulipa kodi. Kwa hiyo ingekuwa ni rahisi sana Yesu kumshika na kumfunga gerezani. Lakini kwa hekima aliyokuwa nayo, anawaambia nionyesheni sarafu. Wanamletea, anawaambia hii picha ya nani? Kaisari. Mpeni vya Kaisari na vya Mungu mpeni nani? Mungu. Hiyo ni hekima. Mungu wetu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili utatue changamoto na matatizo unayokutana nayo, ni lazima uwe na roho ya hekima. That is very important. Tukazungumza roho ya ufahamu. Hii ni roho ambayo inakusaidia kuwa na uelewa mkubwa katika mambo mengi. Hiyo ni roho ya ufahamu. Inakusaidia kuwa na uelewa mkubwa katika mambo mengi, na ili uweze kuyafanyia maamuzi. Roho ya ufahamu ndio inakusaidia kutumia hekima. Kama una roho ya ufahamu huwezi kuitumia hekima. Ukishapata ufahamu ni rahisi sana kuitumia hekima katika kutatua changamoto. Mara nyingi watu wengi ambao wanashindwa kutatua changamoto ni kwa sababu ufahamu umepungua. Tunaelewana sawa sawa?